hatuadhimishi hizo sikukuu kama Pasaka, hatuadhimishi. Hivyo ndio tunamaanisha. Kama tungeadhimisha, kwanza ilikuwa lazima tarehe 10 mwezi wa kwanza tuchague kondoo, sawa na hiyo mwezi wa kwanza baadaye ni mwezi wa 3 na 4 kulingana na kalenda ya Wayahudi. Sasa ingebidi tuchague kondoo tarehe 10, ama mnafanyaga hivyo? Mchinje tarehe 14, mnafanya hivyo? Hiyo yote sasa hatufanyi hivyo. Kwa nini hatufanyi? Hatufanyi kwa sababu Wakorintho wa kwanza ama ni Wakorintho 5:7. Wa kwanza ama wa pili? 5:7. Hatufanyi kwa nini? 5:7 Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 5:7. Ni wa kwanza Sasa hilo kwa sababu hatufanyi. Nasema Ezekiel soma. Soma Kiswahili mwenye amepata kwa Kiswahili. Mwenye amepata kwa Kiswahili. Wakorintho wa kwanza. Tano saba. Nasema nini? Basi nisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa ndonge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Hapo sasa kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani nani? So tayari Pasaka wetu alishafanywa nini? Alichaguliwa tarehe 10, ambao ukichunguza kama Friday ni tarehe 14. Kwa hivyo tarehe 10 ilikuwa ni Tuesday. Kwa hivyo ukifuata Yesu alichaguliwa Tuesday. Tuesday ndio siku alihukumiwa, wewe utahukumiwa kifo. Na akaanza kufanyishwa hizo makesi yote kwa Pilato, Herode pale na wale wote. Mwisho akakamatwa Thursday usiku, kasulubishwa saa 3 asubuhi, na hiyo damu akatoa. Unajua mwana kondoo alichinjwa saa 9 jioni, lakini Yesu alisulubishwa saa 3 asubuhi, lakini alikufa saa 9. Yaani damu tulisema ni exchange. Yaani damu ikimwagika inakuondoa wewe kwa dhambi. Kama vile Wanaisraeli wangemwaga damu ya kondoo, ingewaashiria kwamba wao wamefunguliwa, huyu kondoo amefungwa na yeye amekufa. Kwa hivyo Yesu wakati aliachilia maisha yake, ni dakika gani aliachilia maisha yake? Kwa saa ngapi? Sasa hiyo kuachilia exchange, hapo ndio exchange ni nini? Alibadilisha, yani akasema hiyo yenu ninachukua mimi na wacha mimi nife, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa hizo dhambi na hata ilikuwa hii lesson ya juzi. Lesson ya juzi ilisema nini? Alichukua dhambi halisi, sivyo? Ndio tulisoma, akatokea haki halisi. So in exchange of sin, he gave us righteousness. Hivyo ndio lesson ya sasa tulisema. That is what happened in the cross. Na hiyo ndio mfano tu wa Pasaka, na hiyo ilikuwa sherehe ambayo inaitwa the Feast of Passover kwa ufupi, kwa njia hiyo. Kwa maana Pasaka wetu Yesu amefanya nini? Amekwisha kutolewa. Kwa hivyo naona ni saa 3 pasta. Ni saa 3 baada ya kaine. Sasa sasa kuendelea, nataka kesho tuangalie kwa ufupi tu hizo zingine, alafu tuweze kuangalia haswa ile ambayo inaendelea sasa. Tumesema gani inaendelea sasa? Leo hiyo ndio nataka kugusia sana, na zaidi yote ni nini tunapaswa
ndio atonement. Nataka mtu mwenye ako na swali na kitu cha kuongeza kwa hizo dakika 5 ama 4 ambayo tumeambiwa. Najua kuna mambo mengi huenda sijagusia, lakini kwa ufupi hizo ndio vitu ambayo tumejifundisha. Alafu tutakuja kuangalia hizo zote na tutafikia hata historia ya Waadventista jinsi ilivyoanza, na hata tutajua ni kwa nini tulijitenga tukakuja hapa. Tutakuja kujua tukiendelea kwa nini tukajitenga, na hata dhehebu hilo la Seventh-day Adventist tukaja hapa, walikuja wakakosea wapi katika mambo haya, Biblia inasema nini na roho ya unabii inasema nini. Wakati na ngoja mtu wa kuongeza ama kuuliza swali, nisome quotation 2 kutoka kwa kitabu inaitwa Great Controversy, Pambano Kuu, ukurasa wa 423, 423.1, 423.1. na nisome nyingine ambayo inaitwa nisome nyingine inaitwa tuanze na hiyo kwanza. Great Controversy 423.1. na umepata, lakini acha nisome kwa Kiswahili. Nasema somo la patakatifu. Hii bado inahusiana na the services of the sanctuary. Kuna furnitures na whatever, ili sikukuu ambao bado inahusiana na patakatifu. So somo la patakatifu lilikuwa ufunguo uliofungua fumbo la kukatishwa tamaa wa mwaka wa 1844. Ati tukijua hiyo subject ya patakatifu, tutaelewa kwa nini watu walipitia great disappointment. Sawa eh? Swali ninauliza, ni wapi tutakuja kuelewa 1844 kwa hizi zote? Ni ya ngapi? Ya ngapi? Ya 5 ama ya 6? Ya 5 ama ya 6? Sasa tukielewa hizo, tutaelewa ni kwa nini kulikuwa na hiyo great disappointment. Na kama wangeelewa hii, hata wangesema Yesu anarudi 18, kwa maana wangeelewa gani ile. Lakini Mungu, Biblia ya unabii nasema aliwafunika macho asielewe. Tutakuja kuelewa pia, tutakuja kusoma hiyo. Kwa hivyo nilifungua mbele ya macho mfumo kamili wa kweli. Kwa hivyo tutakuja kuona hiyo. Niende najua umeandika hiyo, hata nisome ya mwisho. SP Spirit of Prophecy Volume 4. 4SP Spirit of Prophecy Volume 4, page 313.1. Wale ambao kunayo kwa simu, najua umefika pale. 313.1. Spirit of Prophecy Volume 4, 313.1. Inasema kwa Kiswahili, tunapaswa kutoa ushuhuda kuhusu kweli kuu, great truths, kweli kuu ambazo Mungu ametukabidhi. Patakatifu pa mbinguni ndicho kiini hasa cha kazi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu. Patakatifu pa mbinguni ndicho kiini hasa cha kazi ya Kristo kwa ajili ya wanadamu. Linamhusu kila mtu anayeishi duniani. Linafungua mbele ya macho yetu mpango wa wokovu, likitufikisha mpaka mwisho kabisa wa wakati, na kufunua matokeo ya ushindi ya pambano kati ya haki na dhambi. Ni jambo la umuhimu wa hali ya juu sana kwamba wote waliopokea nuru, wazee kwa vijana, wachunguze kwa kina kabisa mambo haya. Wachunguze kabisa kwa kina mambo haya, na waweze kumpa kila mtu anayeuliza jibu kuhusu sababu ya tumaini lililo ndani. Kwa hivyo hata sasa hivi nafahamu kwa nini nyinyi wana matengenezo, kwa nini tusiwe na makanisa mengi? Kwa nini hauko katika zile makanisa mengine? Ukisoma hii peke yake hata itakueleza kanisa la Mungu
tutakuja kuona hata jinsi shetani pia akatumia kanisa ambalo lilikuwa limepewa ukweli huu wote, kugeuza tena ukweli na kurudisha watu Misri, mahali walikuwa wamefanywa nini? Wametolewa. Kitu kikubwa tunataka kutoa watu Babeli, tunafaa kutoa watu Misri, lakini shetani kila wakati anataka kurudisha watu wapi? Misri. Anataka kurudisha watu Misri. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe mambo haya. Kwa hivyo watu wakielewa, mpaka tuelewe kwamba dhambi itakuja kuangamizwa. Ni nini katika mfano wa zamani inaonyesha dhambi itaangamizwa? Wakati wana wa Israeli walivuka bahari ya Shamu, wakati tu walivuka hivi, jeshi la Farao lilifanya nini? Lilifanya nini jeshi la Farao? Siliangamizwa. Hiyo ilikuwa inaonyesha nini? Vile dhambi itaangamizwa kabisa, itaangamizwa kabisa kwa njia hiyo. So Mungu alitoa hiyo historia kwamba nikiwatoa Misri na mkubali, ile yote nitaangamiza na nitatoa na mtaokolewa. Hiyo ndio inaitwa mpango ya wokovu. Kwa hivyo majeshi ya wana wa Israeli iliangamia baharini na dhambi yaani hiyo inahesabiwa kuwa dhambi itapotea na kuisha kabisa. Na kitabu cha Namu 1:9 inasema na dhambi haitajirudia mara ya ngapi? Najua kuna mtu ananiuliza, tukienda mbinguni na mtu mwingine aanze kama Lucifer tena alianza zamani. Lucifer alianza tu na hakuwa na kitu kibaya, na si alianza, Biblia inasema ukisema moyoni mwako. Sasa mtu akasema na tukienda tena pastor kwa hiyo aanze tena. Lakini Namu 1:9 inasema dhambi haitajirudia mara ya ngapi? Mungu alionyesha katika patakatifu na hizo vitu zake, kuonyesha vitu ambavyo itatendeka. It will never happen again. Haitawahi tendeka tena. Ndio maana Mungu anataka kutuonyesha njia ya kipekee ya kufika pale na kuchagua wale ambao anajua hawatawahi anzisha tena jambo kama hilo. Ndio maana Mungu anajaribu kutuita kwa makambi kama haya. Kesho tutajifundisha kuhusu chachu. Anataka tutoe nini? Chachu. Sasa kesho tujifunze jinsi ya kutoa chachu. Unleavened bread. Unleavened yani chachu inafanyaga nini mkate, tutakuja kujifundisha kesho. Kwa hivyo ukiwa na chachu ndani yako unafanyaga, na tutajua ilikuwa inafanyika tarehe ngapi na ni kwa nini ilifanyika katika hizo tarehe, ili watu watoe chachu waweze kufika katika ufalme wa Mungu. Nani hapo na jambo la kuongeza? Nani naona mkono huko nyuma, naona mkono. So hiyo ni jeshi la baada ya kutoka, ndio baadaye wakaangamizwa. Hili jeshi ya Farao. Farao alisema muwafuate tena mwarudishe, lakini Mungu akamwambia piga fimbo, ikapatikana kanjia. Piga fimbo, ikafunika tena na ikafunika wale wa nyuma, sio hawa walitoka, wale wengine wakafunikwa. Kwa hivyo Yesu atakaporudi, wale watachukua mbinguni, wale wengine tena wataangamizwa kwa moto na hiyo yote kama vile wale wengine waliangamizwa. Nianze na Waeli. Ningekuja hata hapa mbele nitumie kipaza sauti. Alafu nimeona mkono kuna Mwangi, kuna mwingine tutamaliza nao wawili kwa sababu ya muda. Asante. Tunaendelea kupata ukengeupe, tunaendelea kupata mwangaza. Inatufunulia kwamba tunatoka katika giza na tunapoondoka tunaondoka kama wana wa Israeli, tukiendelea kukuja katika mwangaza, nayo wakati tunaanza wapi? Tunaiacha nyuma. Ukiangalia katika kanisa ambalo tunasema kwamba ndio limeweza kuanguka, wakati huu nimekuwa na swali ya kujiuliza ya kwamba je, maasi yanaendelea kuzidi? Wametangaza hivi karibuni ya kwamba hata makanisani wameendelea kutangaza kusema ya kwamba kwa sababu ya Adventist mipangilio ya miaka 5 ambayo wanapangilia kila miaka 5
wamefuatilia ya kwamba kuna ukumbusho wa Yesu Kristo katika ubatizo wake, na mtu ameambiwa ya kwamba ng'ang'ane alete mshiriki atakayesimamia kwa ajili ya kuwa kama nani? Kuwa kama Yesu. Je, wanapata huko kweli? Tuna kazi ya kufanya. Kabla hawajatokomea katika giza, wameingia katika ukumbusho, katika mafisi ambazo sasa hivi tunaendelea kujifunza kwamba hatuzikumbuki, tunazikumbuka kwa njia ya kiroho, kwa njia nyingine zile wale wanaendelea kuzitimia. Je, wewe na mimi tunalala wakati kazi inaendelea kuyoyoma, inaendelea kuisha, wanaendelea kutokomea? Mungu wewe tusaidie tuweze kuendeleza ujumbe huu kabla ya wakati ujaisha. Asante. Karibu Mwangi. Naambia ni mwalimu. Ndani ameongeza tu, sitaongeza kwa sababu tu hapa mbele ili tuweze kuimba. Ukimaliza na tuombe kwa maana ya masaa ambayo yameenda. Naomba kesho tufike tu mapema ili tuweze kumalizia mambo mengi ambayo yamesalia. Okay, natumai tumebarikiwa. Pia mimi nimebarikiwa sana. Nataka tu kutakia Disemba masuala yanayohusiana na msalaba ama kafara ya Kristo ndio inaitwa the central pillar, ambayo kweli zingine zote huwa zinaizuka ama zinatoka pale. Cross is the center of all doctrines. Soma kitabu cha commentary ya John chapter 12 verse 32. Sikujua inasemaje? Ikiinuliwa sasa, commentary yake inasema hivi: Unaambiwa paragraph 7 5 BC 1137 paragraph 7, study all in life from cross. Atuchukuze yote ukitumia nuru ambayo inafanya nini ya msalaba. The sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truths cluster. In order to be rightly understood and appreciated, every truth in the Word of God, from Genesis to Revelation, must be studied in the light which streams from the cross of Calvary, and in connection with the wondrous central truth of the Savior's atonement. Those who study the Redeemer's wonderful sacrifice grow in grace and knowledge. Simeleka ya kwamba uchukuze yote ama kafara ya Kristo katika upatanisho wa dhambi ndio kweli kuu, ambayo kweli zingine zote zina klasa kama kushikilia pale. Kuna zinakutagia na kwamba ndio tuweze kuelewa kweli zingine zote, tusichunguze tukitumia mwangaza ambao unaweza kutoka wapi. Kwa hivyo utafuta kuelewa Genesis, study kulingana na Calvary, Exodus, Calvary, hivyo. Kingine tunazungumzia ni kuhusu itefo. Hii ni commentary ya kitabu cha Wagalatia chapter 6:14. Wagalatia 6:14 inasema
anasema kwamba anajivunia tu msalaba kwa sababu ndani katika msalaba ulimwengu usulubishwa kwa ajili yake na yeye kwa ajili ya ulimwengu. Anasema hivi, there is one great central truth to be kept ever before the mind in searching of the scriptures. Na kwamba kuna kweli ya katikati kuu, kuna kweli ya katikati kuu, to be kept ever before the mind in the searching of the scriptures. Iwekwe daima mbele ya mawazo yanayochunguza maandiko, Christ and him crucified. Kristo naye akiwa amefanya nini? Amesulubishwa. Every other truth is to be invested with influence and power corresponding to its relation to this thing. It is only in the light of the cross that we can discern the exalted character of the law of God. Hata tukitaka kujua vile sheria ya Mungu imeinuliwa, tuangalie wapi? Msalabani. Kwa hivyo ndio Daudi anasema kwamba it is our ministry in the beginning. It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ, especially the closing scenes. Kwa hivyo vile amesema, uliuliza swali ati mbinguni inawezekanaje? Inawezekana mtu ajiinue. Unajua ni kitu gani kingesaidia malaika wasianguke wakiwa in paradise? Ni kitu gani? Kuna comment anasema kwamba angelic perfection failed in heaven, in the paradise of heaven. Adamic perfection failed in Eden. Anasema all who must be saved, they must look at the cross of where? Of Calvary. Kwa hivyo hata sisi hapa ndio tuwe secure from falling, from exalting ourselves. Tunatakiwa kila wakati tutazame wapi? Na kwa hivyo kwa sababu mbinguni, hii ndio sababu mbinguni hatutaanguka, kwa sababu kusoma Isaya page 19 inasema kwamba the cross of Calvary will be our song, our science. Hata malaika watajifundisha from that. Bwana akubariki sana. Ungesemaje? Tusimame na wimbo 117 ambayo inasema kesho kwa damu ya kondoo. Baada ya kuelewa kondoo ambaye sasa tunamzungumzia ni nani, baada ya kujifunza yule kondoo wa kwanza na tabia zake, na kondoo huyu mwingine pia na tabia sawa na yule kondoo wa kwanza kwa tabia na mambo mengine ambayo yalifanyika, na mambo mengine ambayo tunafundisha. So tunamwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu na kondoo. Kondoo gani sasa baada ya kujifunza? Ule wa mfano ama utimilifu? Utimilifu. Naomba tuongoze pastor. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo. Je, neema yake yatumwagiwa, waoshwa kwa damu ya kondoo.
Mungu wetu unayetupenda, jina lako pia liweze kutukuzwa siku zote. Asante kwa ujumbe ambao unatufundisha, unapotuelekeza msalabani Kalvari, mahali mwanakondoo alichinjwa kwa tarehe ambazo tayari ulikwisha kupeana zamani. Kwa tarehe ya kusulubishwa ulikwisha kupeana zamani. Kwa damu ya kumwagika ulikuwa umepeana zamani. Kwa njia ya wokovu ulikuwa umeonyeshana hata zamani. Pasaka wetu Yesu Kristo alikwisha kutolewa kwa ajili ya wokovu wao. Asante kwa sababu ya wimbo ambao tumeimba, tunaoshwa kwa damu ya kondoo ambayo inatuosha na kutusafisha. Asante kwa sababu utaendelea kutufundisha katika makambi haya, utuelekeze kwa huyu Yesu, tuweze kumjua zaidi kuhusu huyu Yesu. Kama vile theme yote ya makambi inasema zaidi kuhusu Yesu. Hebu tufundishe zaidi, tuweze kumjua na uweze kutuongoza, kutupatanisha na wewe kwa ajili ya kurithi ufalme ambapo tunajua kutakuwa na dhambi tena mara ya pili. Dhambi itaangamizwa kabisa na haitawepo tena. Tuongoze katika safari hiyo, na kwa njia hiyo hata tunapoenda kupumzisha miili yetu kwa ajili ya kupumzika, tulinde katika usiku wa giza, tukupendeza tena mchana wa leo. Tukutane kwa ajili ya mafundisho mengine tangia asubuhi mpaka masaa kama haya. Jina lako litatukuzwa siku zote, maana yote tunaomba katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu.